نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نشهد له صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. ترك الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربنا عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم وتأسى بآثارهم إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حماة الإسلام وحراس العقيدة، أولا وقبل كل شيء أوصيكم وأوصي نفسي الضعيفة بتقوى الله، فإن هذه الوصية وصية الله للأولين والآخرين، لقوله جل في علاه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أحبتنا في الله، يقول الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani Mtume Muhammadun alayhi salatu wassalam, kwanza kabisa ahbaba Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, napendelea kuhusieni na kuhusia nafsi yangu dhaifu kwa kuendelea kwa kadri ya uwezo wetu kushikamana na uchaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu muda mchache ambao Allah ametupa, tutajaribu kadri ya uwezo kulizungumzia jambo ambalo ni kati ya mambo ambayo kisiri tunayafanya kuwa ni ilaha yu'badu, ni Mungu wa kuabudiwa. Kwa lugha nyingine, طاغوت من أنواع الطواغيت العصرية. طاغوت kinachovukia mipaka na kujikuta kwa njia moja ama nyingine unakiabudu kisichokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuzungumzii ibada ya kwenda kunyanyua mikono na kusema ya fulani ya fulani. Hatuzungumzii ibada ya kurukuu na kusujudu, wala hatuzungumzii ibada ya kuisoma surati al-Fatiha min awwaliha ila akhiriha, kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
Tunazungumzia ibada ambayo kwa njia moja ama nyingine ni taswiyatu ghairi llahi billahi fima huwa min khasaisillah, ni kukifanya kitu fulani ama kufanya mnasaba fulani, occasion fulani, ni sawasawa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mja kuifanya hali ama kufanya chochote kwa kama Allah huwa ni kuchukua ule muda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muda ambao amekuamrisha au amenyamrisha au akatuamrisha sote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba huo ni muda wake, lakini muda huo tunakipa kitu chengine, tunavipa vitu vingine na kuipatia occasion nyingine, na kusahau kwamba muda huo ni wa Allahu tabaraka wa taala. Ahibati fillah, innaha lakathiratun, vitu hivi ni vingi sana, lakini tuliangazie hili ambalo limepenya safu, sio wadogo kwa wakubwa, sio vijana kwa wazee, sio akina baba kwa kina mama, manyumbani, mabarabarani, hata misikitini tukitawadha, huku iqama Allahu akbar, Allahu akbar, iqama inaqimiwa, tukitawadha wengine wetu wanataja vitu hivyo na majina hayo kadhikri abaihim au ashadda dhikra, kama vile wanavyowataja wazazi wao hata na zaidi ya wazazi wao, kama vile wanavyomtaja Mwenyezi Mungu na hata zaidi ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ahibatana fillah, tunawafikiana kwamba hili janga kwa yule mtu ambaye liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid, yule mtu ambaye hajifanyi kipofu kipofu, hata shuhudia kwamba mpira wa mguu na ushabiki wa football umechukua nafasi kubwa sana katika nyoyo za vijana, hasa mpaka misikitini. Asilimia siku ya mpira wote, asilimia 30 ni mtu fulani. Mtu ameingia msikitini hata hakusema bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi allahumma ftah li abwaba rahmatik, anaingia akivua viatu. Umeona ile bana, amefanyaje huyu mtu fulani bana, angeweka tu bana, hiyo ni farini haramu bana, sasa itakuwaje? Na hata labda asubuhi hajaweza kufanya zile al-adhkar, kunasimiwa Allahu akbar, Allahu akbar. Na tunasema mara kwa mara, mu'min ambaye ni ghayur na imani yake, utakapomsikia Allah anatajwa kwa ukubwa wake na utukufu wake, ukiambiwa Allahu akbar, huwa kuna dhamair ambazo zimefichwa. Unaambiwa ayyuhal mu'minu haythuma kunta i'lam anna Allah akbar. Popote pale ulipo mu'min, wakati wako huu, njoo, uko kazini, uko barabarani, biasharani, nyumbani, hili jua kwamba Allahu akbar, Allah. Hii huwata hawambii wanyama, hawambii mandege. Isifika ni yangu mimi na wewe, tuko na masaa, lakini tunajua kuna kughafilika. Dafwai hatuambii fulani wa fulani hapo nyumbani, hapo kazini, hapo ofisini, Allah la, huwa hakuna. Ni unaambiwa tu wewe Allahu akbar, Allahu akbar, ujue ni wewe. Ndio maana huwa hakuna Muhammad Allahu akbar, Muzammilu Allahu akbar, Ali la, ni yako wewe. Wa ashaddu min dhalik, nakapokuwa kwenye hali hii ya kushabikia mipira, huwa kuna nyakati za sala. Tunajua kabisa mpira unaanza saa 12:30, saa 1 kasorobo, hajali, hajui kwamba hapa hivi ibada ya dakika 10-15
nitatakiwa kwenda kuswali jamaa, anaenda na anakaa big screen mbele. Kwa sababu gani? Hataki apitwe achekwe, hataki ahadithiwe, hataki ambiwe, hataki apitwe, kwa sababu ni nyakati za mwisho, mkondo unamalizika. Hiyo magharibi hiyo nisintalipa tu, hiyo isha nikitoka ni after nitaenda tu ndio nichanganye na hiyo, utakuwa umefanya hiyo mpira ni at-taghut. Kwa sababu gani? Ahibati fillah, baadhi ya maelezo ya al-ulama al-ajilla rahimahumullah wanapoelezea hili jina la at-taghut, taghut ni kule umetokamana neno tagha. Tagha ni tughyan, ni kuvuka mpaka fulani kwa jambo fulani. Ukishabikia sana mpaka unavuka mipaka, wewe utakuwa umefanya hili neno la kuvuka mpaka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii at-tughyan ndio ujumbe ambao alimpatia Musa ibn Imran, akamwambia kwamba idhhab ila firauna innahu tagha. Musa nenda kwa Firaun, amevuka mpaka, amefanya akasema, mwisho amejipata kusema kwake na kufanya kwake umemfanya mpaka avuke mpaka wa kujiita Mungu. Kadhalika hali sisi tumeangalia tukashabikia mpaka mwisho wa siku tunaipiga kumbo salawati jamaa, tunapiga kumbo adhana misikitini, eti kwa sababu tumenipia hatutaki tupitwe. Hii mipira ahibati fillah ni nini hasa? Ni lahun, hatusemi ni haramu, nasema ni lahun, ni mambo ya kipuzi ambayo mwisho wake hakuna faida. Sababu waliangalia wengi kabla yako, waulize faida, walifaidika nini? Kwa sababu tunazungumza kitu ambacho tunakijua. Kwa mfano, ushabiki wa mpira, wewe utajua wachezaji kuanzia mwanzo mpaka mwisho wao na watakaosajiliwa na wale ambao ni kadha na kadha. Lakini kwa bahati mbaya, vigezo ambavyo ulivitumia kujua hiyo historia, kuna vitu ambavyo unavikosa sana katika maisha yako, mwisho wa siku haufaidiki. Na ushahidi ni kwamba kuna ushabiki ambao unaweza kufanya wewe ni mlevi. Wewe si ulevi wako, sio ulevi wa kunywa pombe, wewe hauvuti bangi wewe, lakini ulevi wako umekuwa addicted na mpira. Ikiwa ni ushahidi, tumewahi kujikuta katika hali hiyo na watu wengi. Asiko wewe ni shabiki wa kuota sala kwa sababu ya mpira, wallahi mwisho hakuna faida ambayo utakuja kupata, bali ni hasara. Ukisikia wewe unaakhirisha kwa sababu unamtanguliza sijui nani kwa sababu ya Allahu Akbar, nashhadu anna Muhammadar Rasulullah, jua kwamba kuna siku utakuja kumbuka mbele ya Allah na hakuna faida utapata duniani, wallahi alazim. Na ni kwa sababu tumekuwa wenyewe tukishabikia mpira. Mwaka wa 2005 afwan, nakumbuka mwenyewe binafsi, ndio niwaambie huwa ni mwisho hakuna faida. Nakumbuka nimewahi kulala seli Nyali police station kwa sababu ya kushabikia hivi vitu ambavyo mwisho, wallahi alazim, wallahi alladhi la ilaha illa hu, na asubuhi yake tukapelekwa kwenye koti maeneo fulani huko Mombasa kwa sababu ya ushabiki wa mpira. Wacha nyakati hizi kadha na kadha, lakini mwisho wa siku hakuna faida napata. Ndio sikio nikajua kumbe kuna vitu ambavyo taudu ilaika bilmanafi'i, kuna vitu ambavyo vitakufaidisha mwisho
bali vitu vingine mwisho vitakuja kukuhasarisha tu. Kwa hiyo nikajua kumbe sio kila apatikanaye sehemu anafaa kuwa sehemu kama ile. Sisi ndio hao kwa ujana wetu na ubarubaru wetu na ushabiki wetu siokuwa na mipaka. Wenzetu wanalala, lakini kuna mpira ambao unaanza, hizi zingine usema kama Champions League kitu kama hicho saa 4 na hata ikiwa sijakosea ni hajui ikiwa iko live ama iko live. Yaani ushabiki umewaingia mpaka hata yaani mnakuwa ni vipofu. Unizeni nadala hii mnaenda kuruka fence. Subirieni sasa mipira yangu. Ionyeshi hakuna kadha na kadha. Saa 4:30, saa 5. Hamkati tamaa ya kujaribu channel fulani bana. Jaribu channel fulani bana. Sijui kama na kadha. Mara kujaribu hiyo milango hii imefunguliwa. Wawili na mshike mwenzako shati, yote shati lako mnafunga vile, kila moja na shati kwa mwingine, na gari limewekwa kwenye mlango, lori ile la kiaskari, mnatoka mkiingia ndani, mwisho police station. Kadha na kadha, wanafunzi wafaa mlale na haijulikani mko wapi. Kesho kujaribu huyo, mwisho mnajipata mko court. Mkajua kwamba utapata kwamba kuna watu wanajizaa kesi zingine ambazo yaani umewekelewa kwa sababu mtu amekushika ili ijulikaniwe amefanya kazi. Bahati nzuri ndio kadhaa Allah analeta sahali kwamba hii ni kosa, sio mkikataa itabidi muendelee hivyo mwezi, kwa sababu mtazidi kukaa kwenye rumani, kitu kama hicho. Hivyo ikiwa kosa ni dogo mmesomea, msemeni ndio, kwa sababu ya shabiki wa mpira. Lakini alhamdulillah haikuwa ni shabiki wa baada ya kuachana na sala za faradhi. Kitu fulani na fulani, mnashtakiwa kwa kosa la kuchafua mazingira. Watu wakilala ni mnapiga makelele mkikujua vyombo barabarani kwenye sehemu fulani kisaoni, mnakubali na ikiwa mtakubali faili hii ni 500 na mnakubali ndiko mnakojua ndio kuna kujua ni ushabiki sugu wa kilevi ulikuwa umeingia. Kadha na kadha, lipa fine, tokeni. Kwa hivyo hivi ya hibati fillah, hii ni mambo, ni kati ya vitu ambavyo mwisho wa siku badala ya kukufaidisha itakuwa ni hasara. Wa adhamu min dhalik, na kubwa zaidi ni kuacha faradhi ambayo umefaradhishiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kushiriki vitu kama hivi. Ipo hapo awali tukasema kwamba vitu ambavyo vyakaribia kuwa ni kati ya taghut vinavyoabudiwa pasi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, kaza al-Imam al-Tabari anasema kwamba taghut, baada ya Allah kusema kwamba waman yakfuru bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-uthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Kwa maana yote yule ambao atakuja kuyakataa na kuyakana na kutokujihusisha kwa zaidi na taghut vinavyovukiwa mipaka katika dini, wa yu'min billah, badala yake akajiweka katika mazingira ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kuyatekeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati ufao na sehemu ifayo, wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-uthqa la infisama laha, basi yeye bila shaka atakuwa ameshikamana na kamba iliyonyoka, atakuwa ameshikamana na imani ya kisawasawa, kamba ambayo la infisama laha. Anasema Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, la inqitaa laha duna dukhuli ljannati,
atakuwa ameshikamana kamba bado haiwezi kukatika. Hakuna kizuizi kati yako na kuingia pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, madamu utakuwa hujajifanyia vitu vingine na kuvitukuza huku ukiacha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo akasema al-Imam Tabari, ni kullu dhi tughyanin ala Allahi fa ubida min dunihi, ni kila kitu ambacho kinafanya mja avuke mipaka ya Mwenyezi Mungu kisha akinyenyekee, akifuate, hata kama sio ibada ya kusujudu tulivyosema, hata kama sio ibada ya kuomba, lakini ibada ya taa, ya kuitii. Kwa sababu pale tunapoenda katika hizi sehemu za kushuhudia hii, huwa tumetii ni wakati fulani, tunakuja inaanza wakati fulani, ni sawa. Anasema kisha imma biqahrin minhu liman abadahu wa imma bita'atin mimman abadahu insanan kana dhalik au shaytan au kainan ma kana min shay'in, iwe ni kuvuka mpaka kwa kutii zaidi na kushughulika zaidi na aidha ni mwanadamu ama hata shetani ama chochote ambacho kitakuwa kiwe chochote kile, itakuwa ni at-taghut. Al-Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah akasema at-taghut ni nini? Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'dudin au matbu'in au muta'in fahuwa taghut. Kila kitu ambacho mja wa Allah anavuka nacho, kila hali ambayo mja wa Allah anavuka nayo mipaka, aidha ni maabudi kwa kukiabudu, au matbu'in au kufuata. Leo hii kila mmoja ana ufuasi wake. Kwa mimi ni mfuasi wa watu fulani, mimi ni mfuasi wa mtu fulani, na watu hao labda kwa utapata wanajiita majina ambao wanatahadharisha. Wangapi wanajiita kwamba mimi ni mfuasi na shabiki sugu wa mashetani wekundu, wakisudia Manchester United. Huyu taghut ni shetani. Unasema wewe, Allah anakuambia mkufuru shetani ambaye anakupotezea sala, ambaye unavaa jezi lake, ambaye unamshabikia huku ukisikia Allahu Akbar, hata huko jifanya basi okay, hawezi zima kwa sababu sio mimi peke yangu, mimi Muislamu peke yangu, jifanya kwamba usikii sikata Allahu Akbar, Allahu Akbar, sema Allahu Akbar, lakini Allahu Akbar unashabikia kadha na kadha. Huyo ndio taghut wako, huyo devil wako. Hasa huyu ndio Allah anasema inama uridu shaytanu, au kitu ambacho huyo shetani wako mwekundu hakuna anachokitaka kwako ila ayuqa, ili anataka aingize moyoni mwako uadui na mwisho wa siku uwache sala. Ayuqa bainakum al-adawata wal-baghdha fil khamri wal maisir, katika pombe alhamdulillah hauko, wal maisir na kamari. Kuna wengine pia bet, kuna wengine bet kabisa magolgol, kuna wengine weka vichwa, akikosa kichwa analalamika sana. Sasa kama Allah anasema wewe huko kumfuata huyo shetani wako mwekundu na kuweka ugolgol wako, huyo shetani wako mwekundu, wal billah, lengo lake anataka kuweka uadui na hasira na chuki, alafu mwisho wa siku na kuacha swala. Walbaghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa iqamis salah. Allahu akbar. Na awazuie msimtaje Mwenyezi Mungu, awazuie mtakapokuja msikitini. Na leo wanacheza, wewe ushajivalia jezi,
Ulinunua jezi utaivaa siku hiyo ukiona wanacheza? Ukiingia wewe imam akisoma hiyo sura ndefu, na bahati nzuri umekuwa na imani ukaacha after ama dakika kadhaa ili uwahi ishama maghrib, wewe masikio yako imamu wanakwani amin, akilaka atasoma sura gani? Wacha imamu anze alif lam mim, utakosa ushakosa kabisa, kwa sababu unajua ulikuwa umejiwekea dakika 15 half time. Wewe ulikuwa unataka imam asome qul huwallahu ahad, unataka imam asome qul ya ayyuhal kafirun, kwa sababu wewe unasubiriwa, unataka kwenda kuwaona mashetani wekundu wakicheza. Ndipo Allah akasema lengo lao ni wawashughulishe nyinyi. Shetani lengo lake ni akutoe usimtaje Mwenyezi Mungu. Hasa wewe utakuwa pale katika safu, lakini kati ya wale Allah anasema wala yadhkuruna Allah illa qalila, na hawamtaji Allah kwa muda mchache sana. Ni Allahu akbar, sami Allahu liman hamdihi, twende imalizike tu assalamu alaykum wa rahmatullah, hakuna subhanallah. Wewe huyo unaelekea huko kwa sababu tayari usha rukuu na ukainuka. Waani sala, wanataka awazuie msimtaje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mahala ambapo mnafaa kumtaja Allah, na pia anataka kuwazuia muwe ni wenye kupuza sala. Hizi ni habari ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupa ili tuangalie katika maisha yetu ni vitu vipi ambavyo vinaingilia kati yetu na ibada zetu, na ni vitu vipi ambavyo huenda vikawa ni sababu ya sisi kujipata sehemu ambazo ni hatari katika tauhidi yetu, ni hatari katika imani zetu, hatari katika Uislamu wetu, na ni hatari katika mahusiano yetu sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. إن الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. وبعد، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، tukimalizia hotuba yetu na kuendelea na usisitizaji wa jambo hili, ni kwamba tunaambiwa kila moja aihesabu nafsi yake. Katika hali hii tunaweza kuwa tunajua historia kwamba ni kadha na kadha, ni kadha na kadha, lakini hatuwezi kuwa tunajua yale ya muhimu ambayo tunafaa kujua. Kwa mfano, leo la qadar Allah, tulizane tu na kila mmoja ajiulize hapo alipo, alafu ajipe jibu, tuko mwezi upi katika miezi ya takwimu ya Kihijri? Na ukijua tuko mwezi upi, mwezi huo una fadhila gani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na fadhila hiyo ninajiona kwamba niko ndani ya duara, niko ndani ya mipaka ya kutaka fadhila hiyo. Wewe utajua na kujiuliza na kujibu kwamba leo ni tarehe 7 mwezi wa Dhulqaada, kumaanisha ni mwezi na siku 7 tangu Ramadhan ilipomalizika. Je, unajipata bado kuna harufu ya Ramadhan? Unajipata kwamba badala ya tarawih ambao ulikuwa umezoea kuswali, unaswali sunna ama witri,
na ikizidi unaamka tahajjud. Je, unajipata kwamba Ramadhani imepita mwezi na bado uko na faida masomo uliyasoma katika almadrasatu arramadhania? Ulikuwa ni mwanafunzi mzuri wa Ramadhan ukamalizika ukasema naam, Ramadhan umeondoka, lakini Rabbu Ramadhan ambaye ilikuwa nikimfungia yupo. Mtume wa Rabbi Ramadhan Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada kumalizika faraja Ramadhan alituachia mengine, siyam tatawwu, siyam za sunna. Kisha ukajua kwamba kabla Dhulqa'da ilikuwa na Shawwal, eti Shawwal ilipita, masha Allah ulifunga hizo siku za Shawwal, bal zile al-ayyamul bid zake, Alhamisi zake umefunga na Jumatatu. Alafu katia azma, madamu Dhulqa'da ni kati ya ile miezi mitukufu mbele ya Allah, nitajitahidi sana na nitaendelea kumuonesha Allah kwamba kuntu saduqan fi ibadati ya ramadhaniya, nilikuwa mkweli na nilikuwa mwanafunzi mzuri katika Ramadhani, na ibada ambazo nilizifanya zilinifaidi. Na ikiwa mtu atakuwa katika mkondo huo, basi yeye ajue yeye na masahaba radhiyallahu anhu ako katika mkondo moja, ule mkondo wa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakabaliwa miezi 6 baada ya Ramadhan, na kumuomba Allah amfikishe tena Ramadhani nyingine miezi 6 ya mwisho ya baada ya Ramadhan. Ikiwa hivyo ndivyo ni hali, ahibati fillah, wallahi alazim, muombe Allah akupe uwezo ule uendelee. Kwa bahati nzuri uondoke, ama mimi niondoke leo, kesho kutwa, na kuondoka mbele ya Allah sio issue. Tumekuwa tena bandani kwa mazishi ya kijana ambaye alikuwa na malengo, kwa mazishi ya kijana ambaye ingekuwa eti vifo na ajali huwa inachagua, basi mzee wake ndiye angekuwa hangemzika kijana, yeye angemzika mzee wake. Lakinaha almanaya wa man haba asbab almanaya yanannahu walau nala asbab as-samai bisulami. Innaha almaniyatu, vifo popote pale, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, popote pale ndipo mtapatikana. Ule kijana, wallahi nilitamani leo ni mimi nilikuwa niko pale nikizungumziwa maneno ambayo yanazungumziwa. Binafsi nikimjua yule kijana rahimahullah, Ibrahim kadha, alikuwa kadha, mwalimu kadha wa Qur'an kadha. Ukimwangalia kijana ambaye anazungumziwa, ni kweli kwa dhahir ulikuwa unamjua, bado tumwachie Allah, kwa sababu sisi kati ya makosa yetu ujifanya sana kutaka kufuatilia undani wa wenzetu. Tashika nabii wake sasa, umambiwa alikuwa ni ustadhi, ni imamu, ni imamu. Hao imamu yupi yule? Sasa ni huyo imamu. Allah nahsibuhu wallahu hasibuhu, tunamdhania khair na Allah ndiye mdhaniaji mzuri wa khair, kwamba huyu kijana kwa ile hali ambayo amepatikaniwa na almaliyatu, kifo, Mwenyezi Mungu atampa ujira wake na ile njia ambayo amefarikia. Hivyo mimi na wewe, kabla tujafikiwa na muda huo, tujiulize lifestyle zetu ziko katika hali gani, hasa vijana. Kijana, usimwangalie baba eti amefika huo umri ukawa na fikra za kitawuti ukidhania utakuja kumzika baba. Baba atakuzika. Kijana, usidhanie tunapiga mahesabu madamu baba mama wako 80s, mimi hata ndio na approach 30s, bado
inaweza kuwa ni wewe. Ya baba ni baba, yako ni yako. Baba ana lake mbele ya Allah, mama ana lake mbele ya Allah, wewe una lako mbele ya Allah. Kwa hivyo ahibati fillah, tuangalie ni vitu vipi ambavyo tunafaa kushikamana navyo ili tuwe ni watu ambao wana maana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vinavyotupotezea muda visiwe vizuizi kati yako na taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho wa siku utakuwa ni mu'min ambaye anakusudia na ana makusudi katika imani yake. Allah wa sallu wa sallimu ala man amarakumullahu bis salati was salam alayhi fi